Watu waliacha kuvaa mask na kuosha mikono. Kwa hivyo mimi naunga president mkono, in as much as hata pia na feel inanifinya. Wacha tuone kama watu wetu watakuwa sawa. Lakini wengi wetu tutaumia. Kufunga restaurant na watu kubeba chakula take away, watu wengi wajezoea hivyo. Wamezoea kuketi na kukula hapo. Hatujui tutamaliza shule lini. Unajua sisi ni ma-student. Hakuna kitu tuna earn. Watu wenye wana earn bado wanaendelea kusukuma maisha yao. Sisi life yetu ni kaa iko stagnant. Imesimama iko pale pale tu. Kuna wale watu ambao tunategemea kazi ya kila siku. Sasa tutaumia kwa sababu tutakosa kazi. Hakika nilikuwa na mipango ya kusafiri kwenda jijini Nairobi, lakini kwa kuwa napenda hali yangu ya afya sana, itanilazimu niweze kusongesha mipango yangu ili niweze kujikinga kupitia corona. Hii mambo ya watoto ndio iko watoto wengine wanasoma huko Nairobi, si ndio? President angesema wapatie watu hata siku 2. Watoto wakuje nyumbani ndio afunge njia. Kama vile tulikuwa tunaona Embu jana kwa TV, wako na vitanda za ICU na hazina watu. Lakini ukiangalia huku Machakos imejaa. Kwa hivyo inamaanisha hiyo ugonjwa iko hapa Nairobi na Machakos. Hii mambo ya lockdown yenyewe imetupata off guard. Imekuwa ngumu, mambo imepanda ya ngari. Kama kutoka Machakos kwenda Nairobi ilikuwa shilingi 200, sasa tunaambiwa 1000. Nimepokea habari ya kanisa kufungwa, na hii ni jambo ambalo ni lizito sana. Lakini kwa sababu ni hali ambayo imetokea katika ulimwengu mzima, tutakubali. Biashara itaafektiwa sana. So tungeomba president tu akase mwendo kabisa, atuambie tuvae maski na watu wanawe mkono. So ndio ili hii corona ipunguke. Tutarudi nyuma sana. Inatuaffect sana na itatuaffect sana sisi watu events kwa sababu kama kesho na zile weekends zinafuata nilikuwa na events already nimepangisha. I'm already booked for events and kama events hazitaendelea tutakuwa affected kwa sababu hiyo ndio our livelihood. At least watupee watu wachache katika makanisa, tungeshukuru sana, ili pia tuendelee na maombi.